nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno lililohubiriwa, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya maandiko haya ambayo nimeyasoma masikioni mwa watoto wako. Mfalme, kupitia neno hili likaambatane na uzima, likaambatane na uponyaji, likaambatane na kutiwa nguvu kwetu. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen. Sema tena amen. Unaweza ukasema Kristo ni hekima ya Mungu. Mwandishi wa kitabu hiki ni Mtume Paulo, ambaye wengi habari zake tunazifahamu. Huyu bwana kabla hajaokoka au kabla hajamwamini Kristo, alikuwa ni mpinzani wa Kristo. Alikuwa ni mtu ambaye kwa dini yake, kwa imani yake, alijitahidi sana kuwapendeza kwa kuhakikisha kwamba kazi ya Yesu haiendelee. Huyu Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli, anafika mahali, pamoja na ubabe wake, pamoja na ukatili wake, pamoja na ubaya wake, anakutana na Yesu kibabe. Wakati anakwenda kwa ajili ya kuua watumishi wa Mungu, Yesu akakutana naye, akambadilisha na akamwambia, kuanzia sasa wewe ndio utateswa kwa ajili ya jina langu. Umewatesa wengi, sasa na wewe utateswa kwa ajili ya jina langu. Maana yake nitakuingiza kwenye hii kazi. Hasa kwa Paulo, kitendo cha kukutana na Yesu kwa namna ile